الإنسان وعلمه البيان. وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله القائل إن الله سيرفع بهذا القرآن أقواما ويذل به أقواما هو لآله وأصحابه الطاهرين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye kamuumba mwanadamu na akamtofautisha na viumbe wengineo, akawa amemfunza kila kitu. Na Mungu huyo huyo aliyosema pia katika kumsikitikia mwanadamu, baada ya kumtukuza tumewapa akili na fahamu, lakini akili zao na fahamu zao hazifanyi kazi. Tukawapa macho, lakini macho yao kama hayaoni. Tukawapa masikio, lakini masikio yao kama hawasikii. Na ziada na rehma zimwendee kiongozi wa umma nani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katika maneno yake machache aliyozungumza akisema, hakika Mwenyezi Mungu atawapa heshima, atawapa matukufu baadhi ya wanadamu, si wote, wale walioitukuza Qur'an. Na huyo Mungu atawadhalilisha au atawanyanyasha au atawatia chini baadhi ya viumbe kupitia hiyo Qur'an. Yeye na watu nyumbani kwake na maswahaba zake na Waislamu wote wazuri utakaofuata mwendo wao hadi siku ya malipo. Mwenyezi Mungu nasi tujalie tuwe miongoni mwa hao, Allahumma amin. Dada zangu wengine ikiwa ni shangazi zangu, mada yetu ya leo au kumbusho wetu wa leo, hatuwezi kumbushana kabla hatujaingia katika kitabu tunachokisoma. Kwanza tukielewe kitabu hichi kwa nini kiliitwa Qur'an, alafu tujadiliane yaliyokuwa ndani ya Qur'an. Na hii ndio inawasumbua Waislamu wengi, wanaisoma Qur'an lakini ukiwauliza nini maana ya Qur'an, na hakuna kitabu chochote utakachokisoma hali ya kuwa kina kichwa. Kichwa ndio kinakufanya wewe ununue kitabu kile, kwa kuwa kile kichwa ndio kinakuelekeza yaliyokuwa ndani ya kitabu kile. Nini maana ya Qur'an? Qur'an ina maana mbili, ina maana ya uinje na ina maana ya undani. Nini maana ya Qur'an? Ni jina la kitabu. Uelewe, ni jina la kitabu. Kama gisi huyu ni mwanadamu, ili tumtambue mwanadamu inalazimika tujue jina lake. Masumbuko ni mwanadamu. Kila mtu akimsikia Masumbuko anamuelewa tabia na maisha yake na gisi yalivyo. Wakala al-Murundi umugabo ni izina. Change izina ni umugabo. Ili itwe na yenyewe sasa Qur'ani, ili twende kiufupi kilugha. Qur'ani ni kitabu ambacho Mungu kakileta ili watu wakisome, ndio maana kikaitwa Qur'an. Masdaruha qira'atan, chimbuko lake kisomo, ndio kikaja katika jina al-Qur'an. Kwenye tendo alisoma, kisomo. Kitabu hichi kinaitwa nini? Qur'an. Kwa malengo hayo Mungu katupa ili tusome. Kabla mimi kuingia kwenye darasa sana, wauliza kitabu tulichopewa sisi Qur'an, maana yake ni kitabu tumepewa ili tufanye nini? Jua limechomoza hadi linazama, nani kati yenu alisoma Qur'ani na nani kati yenu hajasoma Qur'ani? Nijibu, twende na muda. Saa 11:30
Tumemaliza. Kitabu mlichopewa katika majina yake ni nini? Qur'an. Qur'ani ni nini? Kitabu cha nani? Cha Allah. Kwa nini kimeitwa Qur'an? Chimbuko lake ni nini? Kisomo. Chimbuko kisomo. Qur'ani ni jina la kitabu. Qur'ani ni jina la kitabu. Ili kitabu hichi kiitwe Qur'ani, chimbuko lake ni nini? Ili ujenge nyumba unaanza nini? Fondation, si ndio chimbuko? Bila chimbuko nani nyumba itakuwepo? Kwa hiyo chimbuko la Qur'an haijaitwa Qur'ani ni nini? Ni nini? Mnijibu. Kisomo. Kwa hiyo mzazi au mtoto yuko ndani, baba yako yuko wapi? Shangazi yako yuko wapi? Mtoto anasema nini? Mama au baba yuko anasoma au anafanya kisomo. Baba, shangazi, sijui yuko wapi, yuko ndani, anafanya nini? Anasoma au anafanya nini? Kisomo. Akisema kisomo katumia nini? Chimbuko. Anasoma ni tendo, yuko anasoma, yuko mtendo la kusoma. Anafanya kisomo ni vile vile chimbuko la kitabu. Hii ndio uinje wa nini? Wa Qur'an. Ni kitabu Mungu kakipa jina hilo ili sisi tufanye nini? Narudi, tufanye nini? Tukisoma. Tunarudi kwa masumbuko. Masumbuko ni jina, sio jina la nani? La mwanadamu. Kwa nini aliitwa masumbuko? Wazazi wake ndio walifanya nini? Walimpa jina hilo nani? Kumbe masumbuko alikuwa hayupo wala hajulikani. Alijulikana kupitia wanani? Wazazi. Tunawauliza wazazi, kwa nini mlimuita kiumbe huyu masumbuko? Tumesema ili umjue mtu ni nini. Mtu akishatajwa jina cha usiku, cha mchana, Bareke Bakori, unasumbuka na nini? Cha usiku alizaliwa usiku, niko wazi. Cha mchana alizaliwa nini? Sio, tunaelewana. Kuna kitu nataka niwaelimishe mjue. Nyinyi mnapenda kuzaa, mpe tu mtoto jina la shangazi. Sasa kama shangazi anaitwa Bareke Bavuge na mtoto anaitwa Bareke Bavuge, si ndio? Nauliza, jina huwa linamfuata mwanadamu, muelewe hivi. Kuna misukosuko ingine mnaipata nyinyi juu ya majina yenu. Juu ni shangazi ampe jina. Tunaelewana hapa? Kuna kitu nataka kuwaelimisha, na Qur'ani ni jina la kitabu. Kuna sababu, na wanadamu wana majina, na ndio maana Mtume akawabadili baadhi ya maswahaba wako wakubwa, kawabadilisha majina. Kawabadilisha nini? Jina linamfuata mwanadamu. Utasema ya kusema, kumbe sio mwenyewe, tayari umekwisha jiumiza. Kwa hiyo ili aitwe masumbuko ni wazazi wake. Ili mimba iwepo, huenda kuna matatizo alikuwa nayo na jirani na nini, akasumbuka. Ili niwe na kumbukumbu, mtoto huyu akizaliwa aitwe nani? Ili unene nakumbuka jirani yangu, nikumbuke mtu fulani na wengine na wengine. Tumeelewana hapa? Tunarudi katika Qur'ani undani, na ndio yenye tutatembelea. Qur'ani undani wake bimane na uinje. Hichi ni nini? Ni kitabu. Ni kitabu. Kiuinje ni nini? Ni kitabu. Kinaitwa nini? Tumeelewana? Hii ndio uinje. Undani Qur'ani maana yake ni nini? Kalamullah, maneno ya Mungu. Hichi ni nini? Maneno ya Mungu. Kiundani. Kiuinje ni nini? Jina lake nini? Chimbuko lake ni nini? Chimbuko lake ni nini? Tumepewa ili tufanye nini? Kiundani maana yake ni nini? Kiundani ni nini? Maneno ya Mungu. Mnayakubali kama ni maneno ya Mungu? Nauliza, tuchukue vidogo lakini mkavifanyie nini? Bimaana na jina la mtu yoyote lina uinje na nini? Masumbuko uinje, tunamhukumu huyu ni mtu wa misukosuko, atasumbuka na atasumbua wanadamu. Si tunamhukumu hivyo kiuinje. Undani sasa, undani tutawauliza wazazi wake, ndio wana siri ya kumuita nani? Na Qur'ani uinje ni nini? Ni kitabu cha kusoma. Qur'ani undani ni nini? Ni maneno ya Mungu.
Kumbe muwe mnaheshimu Qur'ani kwa ni maneno ya nani? Mungu ana sifa, Mungu ana majina. Katika sifa zake almujaz, Mungu huwa zungumzi maneno marefu, maneno mafupi, alafu yana maana hapana makubwa, hapana kubwa, yana maana. Ndio maana mimi tafasiri kivyangu, mwingine aje afasiri kivyake, Mtanzania aje afasiri kivyake, huyo mwenye kutoka Komoro naye. Sasa mbona haya ni ile Sheikh Kabondo alifasiri hivi, mwingine kwa sababu ni nini? Ni maana, lakini maneno ya Mungu, Mungu anazungumza majurnali. Mungu anazungumza maneno nini? Yenye maana nini? Alafu utaona nini? Miujiza. Alafu nasikitika bihajati eti asubuhi jua limechomoza linazama, hujasoma Qur'an. Si aibu hiyo kweli? Ujaongea na Mungu. Kuna vitu vingi amekomba Mungu. Kul huwa Allahu ahadun, ni birefu. Idha waqatil waqi'a, ni birefu. Wal asri, ni birefu. Kwa hiyo Mungu anazungumza kwa maneno gani? Yenye nini? Utaona nini? Dada zangu, mshindwe kusoma Alif Lam Mim, ni birefu. Dhalika alkitabu la raiba fi, Mungu amemeza, ni birefu. Hudan lilmuttaqin, ni birefu. Kwa nini amsomi sasa? Tunauliza hivi viwashindi, kwa nini amsomi? Je, Mungu angezungumza kwa kirefu kama journal, mngefanya nini? Kumbe tuingie katika mada. Tumekwisha elewa hii Qur'ani tunaisoma nini, na kitu nitaka uelewe, jina la aina yoyote, hata iwe ni gari ikiitwa Peugeot ina maana yake ya uinje. Ule aliyoita Peugeot yuko na siri ya kile kitu. Tunaelewana hapa? Tunaelewana au bado? Kwa hiyo na jina aina lolote lina maana ngapi? Mbili. Uinje na nini? Kwa hiyo sisi tunamhukumu mtu, tunakihukumu kitu kwa jina lake kupitia nini? Kiuinje. Undani ni wale waliotoa jina lile, lakini sisi tutamhukumu Hasanun. Kwa nini ameitwa Hasan? Kwa nini kaitwa Ibrahim? Kwa nini kaitwa Jumbe? Jumbe, voila, huyu ni mjumbe posta. Kile mtataka mahali, nipelekee. Unaenda Uvira, nipelekee. Sijui wewe kazi yako unaitwa nani? Kazi yako ni kupeleka nini? Ujumbe. Si jumbe, si posta. Kila mwenye mzigo wake atampana, kwa sababu yeye ni nani? Ndio mbeba mizigo, afikishi. Tunaelewana hapa au bado? Tumeelewana au bado, dada yangu? Haya, kumbe tusimamie hapa, alafu tuingie katika mada ambayo tunaweza kuwa tumeipangilia baada ya kuelewa kwamba Qur'ani ni maneno ya nani na Mungu ana sifa. Miongoni mwa sifa zake akizungumza, anazungumza nini? Kwa ufupi, na yale maneno yana nini? Yana maana. Alafu utaona nini? Yalitoka wapi? Kwa Allah. Wapi? Nani aliyateremsha? Nasikia shangazi kule ilikuwa ni fundamental. Nani aliyateremsha? Tumeelewana? Simamia hapo. Qur'ani maana yake ni nini? Ni maneno ya Mungu mafupi, bi maana yenye mafumbo. Ndio kuna kitu nataka kusoma. Qur'ani iliteremka kinini? Kimafumbo. Kana katika suratul Anfal, suratul Anfal aya ya 30, aya ya 30, ili tuchunguze maneno ya Mungu ambayo ni mafupi, alafu Mungu kazungumza kimafumbo, alafu ya mafumbo yana maana nini? Alafu tutaona nini? Yalitoka wapi? Na ukiyasoma pa Buterere anakwenda wapi? Uko na uhakika au unabahatisha? Kwa nini amsomi sasa?
sio mnasoma inshallah. Mtihani. Aya 30 Mwenyezi Mungu anasema baada audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka au yamkuruna au yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Hii ndio aya. Tunakwenda uinje baada ya kuzungumza kila jina lina maana ngapi? Kila jina la maana ngapi? Uinje na nini? Tunakwenda tafsiri ya uinje. Qur'ani na maana tumesema ya uinje na nini? Uinje ndio ya maneno. Mungu anasema katika surat al-Anfal, kumbuka we mtume, zama hizo makafiri walikufanyia vitimbi. Ndio matamshi. Ndio nini? Matamshi. Anaambiwa nani? Anaambiwa afanye nini? Zama hizo alifanyiwa nini? Kafanyiwa vitimbi na wanani? Mtume ni nani? Muislamu sio Muislamu? Alifanyiwa nini? Na wanani? Wewe ni nani? Hauna vitimbi unafanyiwaga? Utakimbilia wapi? Unajua gisi utakimbilia eko? Mtihani. Si mtihani. Salamu. Vitimbi walivyo vikufanyia ili wakufungi. Ili wafanye nini? Wanani hao? Wamfunge nani? Walimfanyia nini? Au katika lugha nyingineyo njama. Ulifanyiwa njama. Miongoni mwa njama wakaikaa chini wakasema lazima mtume afanye nini? Afanye nini? Kosa lake ni nini? Mbona mnijibu kosa lake ni nini? Twende katika mbinu ya pili. Au wakuue, au wafanye nini? Mungu ndiye anamwambia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vitimbi vya kwanza walikubaliana wafanye nini? Vitimbi vya kwanza wamekubaliana wafanye nini? Au wafanye nini? Sawa. Au yukhrijuka, au wakukimbize, au wafanye nini? Njama ngapi? Wakufunge au wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin. Wanapanga na Mungu anafanya nini? Kumbe utapofanywa vitimbi ufanye nini? Mungu afanye nini na yeye? Na yeye awafanyie vitimbi kama gisi wanakufanyia nini? Na vitimbi vya Mungu vitafanya nini? Vitashinda. Kumbe Mungu na yeye wanafanya njama kama gisi nyowe wanadamu mnaikaa mnamfanyia mtu njama. Mungu anaona kwa sababu ulishahakikisha wao wawili watatu ni nani? Wao wanne watano ni nani? Au wawe juu zaidi ya hao au chini ya hao, Mungu yuko nao. Na umemshtakia nani? Atavinza vitimbi vyao? Hatovinza. Ya nini? Kwa nini mnashindwa kuisoma Qur'ani sasa? Ndio nauliza, kwa nini mnashindwa kuisoma Qur'ani? Hii ndio uinje wa aya moja, ndio tutatembelea. Kumbuka we mtume, zama hizo makafiri walifanya nini? Walikufanyia nini? Njama au vitimbi au sijui nini Katika makubaliano yao ya vitimbi na njama walikubaliana nini? La kwanza, wakufungi. Kosa lako ni nini? Tutakuja kuliwa. Njama ya pili wakakubaliana nini? Kosa lake ni nini? Tutakuja kuona. Njama ya tatu ni nini? Wamkimbize. Wanapanga na Mungu anafanya nini? Lakini vitimbi vya Mungu vitafanya nini? Vitashinda. Hii ndio tafsiri. Uwinjo umeisoma Qur'ani na utasoma hivyo. Tunakwenda sasa undani wa haya maneno ili kuonesha Mungu huwa anazungumza maneno gani.
Maneno gani? Nini maana ya Qur'ani kiundani? Maana yake ni nini? Kiundani, hapana kiuinje. Unaona tatizo? Maneno ya nani? Mungu ana sifa gani katika kuzungumza? Yenye sifa gani hayo maneno? Utaona nini? Yalitoka wapi? Kwa hiyo Mungu anazungumza kwa mafumbo. Tunataka tuchambue ya mafumbo. Zama hizo makafiri walikufanyia njama, wakufunge au wakuue au wakufukuze, wakukimbize ndani ya mji wa Maka ili ukimbie. Kosa lako nini? Tunakwenda sasa kiundani ili tusaidie. Unaandika sasa sababu ya hii aya kuteremka. Kuna sababu ya Mungu kuzungumza haya maneno. Kuna sababu iliyotokea Mungu azungumze haya. Cha kwanza uelewe maneno haya yalimteremkia mtume yuko Madina. Andika maneno hayo, Mungu anamwambia mtume yuko Madina, ameshakimbia, anampa sababu za yeye kukimbia. Kumbe na wewe muda wowote unaweza ukakimbia kama Muislamu. Ndio unafahamishwa uelewe hilo. Sababu ya aya hii kuteremka, maneno haya yanamteremkia mtume yuko wapi? Tumesema Madina. Na yeye ni mtu wa wapi mtume? Amefika Madina aje usalama. Tayari ukishasoma hii unajua ukimbizi wa mtume. Ili akimbie walikuwa wamemwandalia wamfunge au wafanye nini? Narudi, mbinu ya kwanza wafanye nini? Mbinu ya pili, mbinu ya tatu wamkimbizi. Kwa hiyo tayari kisha fika wapi? Kwa hiyo kanusurika na vitimbi vingapi? Kufungwa na kuuawa. Akawa amefanya nini? Alikimbia aje. Ndio tunatafuta ukimbizi wa mtu. Kazaliwa Maka, kakimbia aje? Sababu gani? Andika miongoni mwa sababu zitakusaidia. Mtume kazaliwa Maka. Miongoni mwa sababu ili akimbie au akimbizwe, makafiri wa Maka walimuomba mtume sallallahu alaihi wasallam wampe mali awe tajiri duniani, lakini aachane na nini? Tunatafuta sababu yeye kwa nini alikimbia. Sababu ya kwanza ni mzaliwa wa nini? Makafiri wa Maka walimuomba nini? Wampe nini? Awe nani? Lakini afanye nini? Bimaana nawe kama Muislamu utapokuwa na msimamo, makafiri wanaweza kukupa nini ili uache nini? Sasa sio tayari wanakuletea madolari, ninyi watu wa Butere kwa kupenda hela, alafu unasema riski filmanyati. Si ndio hivyo? Utasema aje shangazi yangu, riski filmanyati. Mnainyatia nyatia. Allah tukinge na hayo. Ili simoni mwenzako ametoka Muislamu, tafuta sababu. Ndio miongoni mwa hii njia kumtoa mtu Muislamu pesa. Wakala al-Murundi ya mafaranga nayo yazanye. Endelea yazanyiki. Tunatafuta sababu za mtume kukimbia. Msimamo wake wa yeye kukataa hela ili aachane na nini? Sababu ya pili, wampe cheo cha aina yoyote, lakini aachane na nini? Sasa usioni makafiri wakikupa cheo na we ni imamu, mtoa dawa, ito amekupenda. Lengo wa kutoa Muislamu, usahau misikiti, usahau kutendea mayatima. Tayari wanajua ni cheo, wanakupa cheo, wanajua sababu ili wakutoe tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam
akakataa. La tatu, wakasema wampe mwanamke mrembo. Sasa zingine kitu kinachofanya hata kutuelewa, tumtafutie mwanamke mrembo. Mwanamke nini? Lakini sababu kumpa mwanamke mrembo afanye nini? Aache kutangaza dini ya Mungu. Bimaana hao ndugu zenu wanaotangaza dini ya Mungu wana mitihani mingi. Wana mitihani nini? Twende kiharaka haraka sawa na muda. Katika hilo la 4 tumeanza la kwanza nini? Mali. Lengo la mali wafanye nini? La pili wakampa nini? Cheo. Ili aache nini? Aache Uislamu, aache Qur'an. Ndio ya tatu, ili afanye nini? Aache. Wangapi Waislamu ili akitaka kuoa ameamua kuwapenda kina Janine Oyaye je kugiru ndongore va mu Uislamu hawako, na wenyewe wamependa vile vyeupe vile wa mbuzi, anasema tayari familia mimi natoka, hawako. Sivi unaishi unaona ndugu yetu katoka Muislamu jua mwana ala tukinge nayo. Ndio maana nataka msome Qur'ani ya matendo, kitu unakiona, kitu unafanya nini. Tunaenda kwenye surati al-Kafirun. Wakamuomba tena mtume, mwaka huyu sisi wote Maka tunakuwa makafiri, na mwaka huu sisi wote tunakuwa nani? Mtume hakuajibu. Mungu akateremsha, nyinyi mna dini yenu na sisi leo niko huku, kesho niko huku. Kama wakati wa nyama, kama imama ukupa nyama eti navitoka hemu. Unavitoka hemu ni mgambwe. Unavitoka hemu. Unatoka Muislamu ni mgambwe. Hakuna Waislamu wako hivi. Anavitoka hemu. Inna lillahi. Na wakimpa nyama, eba nimerudishe hivi nakuya. Hamuwaone hao watu. Nyama. Mtu azungumzi hata na imamu. Haukunipa nyama. Sasa kama nimekusahau, ndio sababu utoke Muislamu juu ya nyama. Ya 5, andika surati Ikhlas, kul huwa Allahu ahad. Baada ya kuona mtume ameshindikana kwa hivi vitimbi vyote, wakamjua wakamwambia sif lana rabbak, ili uisome kul huwa Allahu ahad na uo naelewa iliteremka wakati gani na uifanyie nini kazi. Tunataka tumjue yo Mola wako. Anakukataza hela, anakukataza nini? Cheo, anakukataza mwanamke nini? Mzuri. Tunakuomba umoja, huu mwaka tuwe hivi na sisi tuwe hivi. Tunataka tujue nguvu za huyu Mungu wako, kiasi na ukisoma kulu huwa Allahu ahad ujue ilianzia wapi? Pesa, cheo, mwanamke nini mzuri, umoja wa madini. Sasa tunataka tujue nguvu ya huyu Mungu wako, na Mungu anazungumzia nguvu yake yote kwenye sura Ikhlas. Waambie Allah ana sifa ya pekee. Ana sifa nini? Kisoma unajua kuli ya ayyuhal kafirun, walimuomba umoja wa madini. Mtume hajakimbia, zinatafuta sababu ya kufanya nini? Kukimbia. Iliposhindikana umoja wa manini wa madini, tunataka tujue nguvu za nani? Za huyo Mungu wako. Sura inateremka, waambie Allah ana sifa ya nini? Ya pekee, hazai wala nini. Mnaisomaga lakini na mnapiga kelele yo turafue muzofakarini muzofakangani juu hamjui wenye mkoemo tayari ni itu. Nguvu ya Allah yoyote alitaka kusumbua ni kul huwa Allahu ahadun Allahu samadun lam yalid wa lam yulad. Huyu mwenye kufanya haya yote alizaliwa au alifanya nini? Huyu anayekufanyia hivi timbi alifanya nini? Alizaa au? Na wewe unamlilia mwenye nini? Atashinda hatoshinda? Hili ndio mnashindwa kuelewa. Acha kupiga kelele kwa huyu mwenye alizaa
au alizaliwa. Elekea kwa yule ambaye hakuzaa wala hakufanya nini na wala afananishwi na nini. Lakini mnasoma kama kibembe, kulu wallahu ahad Allahu maskini. Si mtihani huyu mnao. La mwisho, wakamfata babake mdogo, babake na Ali Abi Talib. Kijana wako tumempa hivi, tumempa hivi, tumempa hivi, tumempa hivi, amekataa. Sasa wewe ndio wa mwisho, umkinaishe sasa wewe wa ndani. Bimaana Mungu anakufunza unapokuwa na msimamo, maadui zako wakakutafuta wakakukosa wewe kivyako ama sokuyani, lazima watapitia kwa mke wako, kwa mdogo wako, kwa baba, mtu yeyote wa karibu. Ndio Qur'ani inakufunza. Wakamfuata mtume na yeye wakamfahamisha babake na nani na mtume, akamwambia na mimi nitafikisha ujumbe. Mtume alipokuja, Abu Talib akamwambia, ndugu zako wametoka hapa, wanasema amri kadha kadha, achana na hichi kitabu, achana na hii, watakupa chochote unachokitaka. Mtume alimwambia, ya ami la udhi ya shams, ewe baba yangu mdogo, na kuhakikishia jua liwekwe kwenye mkono wa kulia, mwezi kwenye mkono, sintoacha kutangaza dini ya Mungu. Ndio neno langu la mwisho. Kama ni kufa nife, niko kwenye la ilaha basi. Walipokuja kuchukua majibu, akasema kijana amesema msimamo wake ni ule ule, na amenambia jua liwekwe kwenye nini na mwezi kwenye mkono wa nini, hawezi kuacha nini. Ndio inakuja sasa hii aya, zama hizo makafiri walikufanyia njama wakufunge au wafanye nini, wakuue au wafanye nini, wanapanga na Mungu anafanya nini,